Tawi la Mweri. Sisi moyo. Simba! Simba! Ubaya! Tutakuwa wepo wenzetu wa Fido. Ngara. Tutambue ndugu yetu wa Chama. Uzako lazima Abbas Chama amekuwa msaada. Matangazo ya siku ile ya kwanza, lakini bado hizi siku mbili zote na bado hapo ukumbini ni matangazo yake. Tunakushukuru sana Abbas Chama. Tutambue wepo wa ndugu yetu na Dennis. Tutambue wepo wa Dennis. Baada ya hao, naomba sasa niwatambue ile kamati ya maandalizi. Tumeketi kwa zaidi ya siku 45 tukiuliza vichwa kwa acha jambo hili na kwenda kufanikiwa. Hivyo ni waombe pamoja na kama wanakwenda kuamsha, naomba tuwapigie makofi mengi sana kamati ya maandalizi. Na mimi pia ni vizuri pia nikafahamika. Mimi naitwa Magii Benedicto Malegesi. Nilipewa dhamana na wanachama hawa, lakini sikuwa wakati tunachaguliwa tulimpata yule bwana anaye, njoo kitambulishe bwana, hata kama sasa hivi hazimu, njoo kitambulishe. James ni mkazi wa Nyasho, Simba Ngalia. Simba! Anaitwa Bidu Sigira, mwana Simba, mkazi wa Kongo.
Simba. Naitwa Frank Laksuna, ni mkazi wa Kamnyonge. Tukimaliza tutachimba dawa. Simba. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na wanasimba wote mlioko hapa, tunapenda kutoa shukrani zenu za dhati kwa kuwa walipa kodi wazuri, kwa kulipa kodi kwa hiari, kwa kuja kukadiriwa kwa hiari. Kwa sababu tumetimiza miaka 30, ni imani kwamba mazingira mazuri ya ulipaji kodi yalikuwa yametengenezwa, na hivyo mliweza kuadapti hayo mazingira ya kulipa kodi kwa hiari na kuja kukadiriwa kwa hiari. Jambo la kuwaomba wanasimba, kwa wale ambao hamjapata tini na mna biashara, tunawakaribisha mpate tini, ni bure. Unajua kuendesha chombo cha moto na huna leseni ila uko kwenye mchakato, au unataka kwenda kusoma VETA, unahitaji kupata tini, uje tukupatie tini ya matumizi yasiyo ya biashara, uweze kupata leseni ya udereva, uwe dereva halali. Kwa wale ambao walikuwa wanafanya biashara na wamefunga, na waomba kwa moyo wa unyenyekevu, utaratibu ni mmoja. Umefunga biashara na haukujua ufanye nini, andika barua ya kuomba kufunga biashara ili tuibadilishe tini yako kuwa matumizi yasiyo ya biashara mpaka pale utakapokuwa tayari. Kwa yule ambaye alikuwa na tini iko kwenye matumizi ya biashara, akasimama kufanya biashara kwa muda bila kuandika barua ya kuibadilisha tini kuwa matumizi yasiyo ya biashara, tunakualika uje ofisini na barua ya mtendaji wa kijiji ithibitishe kama kweli wewe ulifunga biashara, na tuweze kukukadiria kwa mwaka huu wa kodi 2026. Mnachimbaje dawa? Wenzenu wanachimba kwenye vichaka, nyinyi mnachimba hadharani bana. Kwa hiyo mimi niwaombe siku nyingine mjifiche wakati wa kuchimba dawa. Si mnakumbuka miaka mingapi? Tunachukua tu au vipi? Mara ngapi hiyo? Mimi niwaambie kitu wana Simba. Kwanza nyie ni ndugu zetu wakubwa sana. Mimi niwashukuru, leo mmependeza sana. Nimshukuru mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi, hakika mmetisha. Mmetisha. Lakini niwasihi, mtu wa CRDB ametoka hapa, ichangieni klabu yenu. Acheni ushabiki mandazi. Yaani unamkuta mwana Simba na jezi nzuri alafu haichangii klabu. Mambo gani hayo? Kwa hiyo badilikeni bana. Sisi wana Yanga ukituona hapo wote ni walipa ada. Umeona Kwa hiyo mimi kadi si hapa. Mimi natembea niko furu. Mimi ni mlipa kodi wa Yanga mzuri kabisa. Kwa hiyo mimi niwashukuru, fanyeni uchaguzi kwa wema, mpendane. Mimi nadhani mpira sio uadui.
mpira sio uadui. Kuna baadhi ya watu wakiona jezi ya Yanga wanataka wanataka kuchanika kabisa. Mimi nimesafiri kwenda Rwanda tukiwa na washabiki wa Simba kwenye gari, tunaifuata Yanga. Kwa hiyo tupendane. Sisi shida yetu ni pale kwenye pitch. Tukifika kwenye pitch pale, tuelewani. Lazima mmoja akae mbali na mwingine mbali, alafu tunashinda tu, si ndio? Kwa hiyo mimi niwasihi sana, mpendane, mfanye uchaguzi kwa wema. Mimi najua mtapata kiongozi mzuri. Mimi naitwa Ismaili Selemani Masaro, ni mratibu wa Yanga mkoa wa Mara. Pigeni makofi. Pigeni makofi bana. Unajua hayo makofi ni kwa ajili ya nini? Tumechukua kombe juzi. Hapo vipi? Asanteni wana Simba. Asante wa Yanga, tuwapigieni hawa watu makofi. Wamefanya kitu kikubwa sana. Sisi kama wananchi tunatakiwa tuige hichi, ila yale mengine yale ya kuchimba dawa tusiige. Sawa jamani? Kwanza kabisa naomba nilete salamu za dhati kabisa kutoka kwa Mheshimiwa Mbunge Mgore Miraji Kigera. Amenituma niwaambie Simba ni fahari yenu, Simba ni umoja wenu. Simba mnaweza kushinda zile back to back za Yanga, na zile back to back za Yanga zile 5 zinaanza kwenye uchaguzi wa leo. Anawatakia kila laheri kwenye uchaguzi. Amepata safari, yuko safarini. Mheshimiwa Mbunge anaipongeza kamati ya uchaguzi kwa kazi nzuri ya kuandaa hafla hii, maana kuipenda Simba Sports Club ni kujitolea, si ndio jamani? Kwani kuna watu wanalipwa hapa? Ni mapenzi na kujitolea, si ndio? Ujumbe wa Mheshimiwa Mbunge anataka niwakumbushe vitu vitatu vya muhimu. Kitu cha kwanza ni umoja, cha pili maendeleo, cha tatu ni nidhamu. Kwenye umoja, Mheshimiwa Mbunge ameniambia niwaambie, uchaguzi ukiisha, kura inaisha, mnabaki na Simba moja. Msigawanyike. Sawa jamani? Mshindi na aliyeshindwa wote ni wana Simba, wote ni wanyama. Cha pili, Mheshimiwa Mbunge ameniambia niwaambie ni maendeleo. Ameniambia niwaambie tuchague viongozi wenye dira, wenye mpango wa kuboresha ustawi wa wanachama. Simba ni timu tu, ni biashara, ni chachu ya maendeleo. Cha mwisho alichoniambia niwaambie ni nidhamu. Tufanye uchaguzi wa amani, tuwe kioo kwa Tanzania nzima na kwa wale wenzetu wa Yanga. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mbunge, anaahidi kuendelea kushirikiana na uongozi mpya utakochaguliwa leo wa Simba. Ofisi yake ya Mheshimiwa Mbunge iko wazi kwa maslahi ya mapana ya Simba na maendeleo ya michezo katika jimbo letu la Msoma mjini na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Mbunge anawatakia kila laheri wana Simba katika uchaguzi huu wa leo. Anasema anawapenda sana. Hayo ndio ya kwake kwa leo. Asanteni sana. Ndiye alikaa akasema, jamani, inawezekanaje Simba tukakaa kinyonge? Haiwezekani. Tukaitwa wa kwanza, wa pili, wa tatu, mwisho wa siku tukaitana. Kikao cha kwanza tulikutana watu kama 18 pale Dream Garden. Tukasema ni jambo tunaliweza na tunaiwezekana, tukalifanya. Kwa hiyo tunakushukuru sana, tunatambua mchango wako ndugu yetu Kaisire. Kaisire ni huyu hapo. Kwa niaba ya kamati ya maandalizi, napenda kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu na kuwashukuru wote mliojitokeza kushiriki katika tukio hili muhimu
Ushiriki wenu umeonyesha uzalendo, mshikamano na mapenzi ya dhati kwa klabu yetu kubwa ya Simba Sports Club. Leo tunaandika ukurasa mpya wa historia ya Simba mkoa wa Mara. Uchaguzi huu sio wa kuchagua viongozi, bali ni fursa ya kuweka msingi imara wa maendeleo, wajibikaji na umoja wa wanachama na mashabiki wetu ndani ya Simba Sports Club. Tunatarajia viongozi watakaochaguliwa watakuwa viongozi wenye maono, waadilifu, uwajibikaji na wenye uwezo wa kuunganisha wanasimba wote wa mkoa wa Mara bila ubaguzi wa aina yoyote. Tunategemea wataweka mbele maslahi ya klabu na wanachama kuliko maslahi binafsi au ya mtu mmoja mmoja au ya kwake mwenyewe, wakiongozwa na misingi ya haki na uwazi na ushirikiano. Aidha, tunayo matumaini makubwa kwa uongozi mpya utakaochaguliwa, milango mipya ya maendeleo kwa kuimarisha umoja wa mshikamano na wanasimba mkoa wa Mara, kujenga ushirikiano mzuri wa uongozi wa kitaifa wa Simba Sports Club, taasisi mbalimbali, wadau na maendeleo na wafadhili, kuanzisha na kusimamia miradi ya maendeleo itakayowezesha Simba mkoa wa Mara kujitegemea kiuchumi, kuendeleza uwajibikaji, wazi na matumizi sahihi ya rasilimali za klabu, kukuza shughuli za kijamii, michezo na programu zinazounganisha wanasimba katika wilaya zote za mkoa wa Mara na hata nje ya mkoa wa Mara. Vile vile tunawaomba viongozi watakaochaguliwa kuwa karibu na wanachama, kuwasikiliza maoni yao, kutatua changamoto zao kwa wakati na kujenga utamaduni wa mawasiliano ya wazi ili kila mwanasimba ajisikie kuwa sehemu ya familia kubwa ya wanasimba. Kwa upande wetu, kamati ya maandalizi ina imani kubwa kwa uchaguzi huu utafanyika kwa imani, utulivu, haki, kwa kuzingatia katiba, kanuni na taratibu za Simba Sports Club. Tunawasihi wagombea na wanachama wote kuyapokea matokeo kwa utulivu, kuheshimu maamuzi ya mkutano mkuu na kuendelea kushirikiana kwa ajili ya maendeleo ya klabu yetu. Mwisho, napenda kuwashukuru wajumbe wa kamati ya maandalizi, kamati ya uchaguzi, wadhamini, wadau mbalimbali kwa klabu ya wanasimba waliotoa mchango wake kuhakikisha mkutano huu unafanikiwa. Kwa pamoja tushikamane na tushirikiane ili tujenge Simba Sports Club mkoa wa Mara kwa kuwa mfano wa uongozi bora, umoja na maendeleo. Kauli mbiu yetu: umoja wetu, nguvu yetu, maendeleo ya Simba mkoa wa Mara ni wajibu wa kila mwana Simba. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na hiyo ilikuwa rasmi. Tunao wagombea wa nafasi ya kiti, nafasi ya katibu, kwanza mwenyekiti, makamu mwenyekiti, tuna nafasi ya katibu msaidizi wake, lakini bado tunayo nafasi ya mhamasishaji. Zile nafasi nyingine baada ya kuwa tumewachagua wataketi kwa ajili ya kuzitengeneza, tupate ile kamati tekelezaji, si ndio? Au kamati tendaji. Hiyo atakaokwenda kuunganisha timu, kumfanya mwenyekiti afanye kazi yake vizuri, kuhakikisha anajenga chama chetu vizuri, kuimarisha uchumi na sisi wenyewe. Baada ya kuyasema haya, ndugu mgeni rasmi, uchaguzi huu tumeufanya uchaguzi wa haki,
Sisi ambao tumepewa dhamana ya kusimamia na kuandaa, hakuna mwanachama hata mmoja tumemfuata tukamwambia tuchagulieni mtu fulani. Hapana, tulisema kwa sababu uongozi haupo, tutengeneze uongozi wa mkoa, baadaye uongozi wa mkoa upate jukumu la kutengeneza mashina yote ya mkoa wa nini, wa Mara. Sasa mimi ombi langu kwenu, ndugu zangu wana Simba, kwenye eneo hili nawaomba na nawasihi sana, wagombea wetu tutawaleta hapa, tutawasikiliza, tusiwachague kwa miemko. Tusiwachague kwa maelekezo. Kazi ya Simba ni kazi ya kujitolea, haina mshahara na wala haina posho. Kumbe tunahitaji kumchagua kiongozi mwenye kujitoa, mwenye kuamua kuacha shughuli zake na kutenga muda wake kwa ajili ya Simba Sports Club. Tukitengeneza kitu hicho, tunakwenda kutafuta viongozi wa aina gani? Tutakwenda kuijenga Simba ambayo itakwenda kuwa Simba imara kuliko jana. Ninyi ni mashahidi, nimezungumza muda sio mrefu hapa kwamba uongozi uliokuwepo hata hawaonekani wako wapi, si ndio? Kwa hiyo nawaombeni sana wana Simba, tusirudi kwenye makosa kule nyuma. Tukifanya makosa, baada ya muda mfupi tena tutaitana, tutachangishana kwa ajili ya kuwapata viongozi wengine, watatukatalia. Tuwapate viongozi watakao tuunganisha, watakao tengeneza uchumi wetu, watakao kubali kutenga muda wao kwa ajili ya kuijenga Simba yetu. Sijui kama tunaelewana jamani. Kwa hili ni la kwenu, ni la kwetu sote, kuwaona nani mwenye kujitoa kwenye eneo hili, nani yuko tayari kuleta mawazo chanya kwa ajili ya maendeleo ya Simba yetu. Simba oye! Simba oye! Hapo vipi? Simnipigia hata makofi kidogo. Mmeleta kishindo na mmesimamisha huu mkoa ndani ya wiki hii moja. Hongereni sana. Ni matumaini ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ya kwamba maandalizi yakienda vizuri, usajili ukifanyika wa kishindo zaidi, maana yake furaha hii iendelee miaka mingine 5, 10 ijayo. Simba oye! Ubaya! Leo kwa kweli ni siku ya kipekee, ni siku ambayo imefana kwa sababu ukumbi wenyewe umependeza, lakini waliokuwemo ndani ya ukumbi, maana wana Simba wenyewe mna shamla, mna bashasha ya kutosha. Lakini tumekutana leo ambayo tunayoitarajia na Simba ile tunayoitaka katika mkoa wa Mara. Ndugu zangu, ninachoweza kukisema leo, Simba ni zaidi ya timu ya mpira. Simba ni taasisi ambayo inawaunganisha watu wenye dini tofauti, makabila tofauti, rika tofauti, jinsia tofauti na imani za vyama vya siasa tofauti kupitia michezo. Na ndio maana leo tuko hapa, kwa sababu tumeunganishwa na imani ya Simba Sports Club. Simba ni utamaduni. Katika nchi hii, mtu yeyote anayezaliwa ni lazima anakuwa na pande mbili. Kama sio Simba
anaenda upande ule mwingine. Uongo kweli? Lakini kwa namna ambavyo ninavyoona wanasimba, hakika mmetisha sana. Ndugu zangu, kupitia umoja huu, mtaji mkubwa tulio nao ni watu. Mimi niwaombe kupitia umoja huu tuhakikishe kwamba viongozi tutakaowachagua leo watumie umoja huu kutuunganisha, kutuweka pamoja, kutuimarisha, lakini kupitia mtaji wa watu tujenge umoja ambao wenye tija, wenye maono, wenye weledi na wenye maendeleo. Tafsiri yake, leo kwenye uchaguzi wenu, chagueni watu sahihi kwa muda sahihi watakaoleta maendeleo sahihi ya wanasimba. Simba oye! Simba safi! Ndugu zangu, kingine nilichoendelea kujifunza leo kupitia tukio hili kubwa, mmetengeneza fursa kubwa sana. Leo wakati nakuja hapa, nimeona vijana wa bodaboda wamepata fursa, bajaji wamesafirisha watu, wamepata kipato, mama lishe watu wamekula, wamepata kipato. Lakini kuna watu wametoka wilaya nyingine walilala hapa, maana yake watu wa mahoteli wamepata kipato. Na naamini wana Simba wa mkoa huu waliotoka wilaya nyingine leo wataendelea kubaki Musoma kwa ajili ya kula bata, maana wana Simba wanashangilia klabu yao, wanachangia uchumi, lakini hawaachi kula bata. Bata oye! Bata safi! Lakini kupitia mkusanyiko huu tumetengeneza network miongoni mwetu. Kuna watu ambao walikuwa hawafahamiani, lakini kupitia tukio hili wamejuana, wamebadilishana mawasiliano, lakini kubwa, huenda wakatengeneza fursa nyingine pia za kiuchumi. Hicho ndio tunachotaka kukiona. Simba oye! Lakini kwenye uchaguzi huu wa leo, huu sio uchaguzi wa ushindani ambao utakaotugawanya. Ni uchaguzi wenye ushindani utakaotuweka pamoja. Na mimi hili nilisisitize hapa, ndugu zangu, maana mimi nilichofurahishwa leo, wapo watu ambao kupitia labda itikadi zao walikuwa wanasalimiana Kichina, lakini kupitia tukio hili la Simba, yaani kila mmoja ni rafiki wa kila mtu. Na mimi nitoe rai hapa, umoja huu, urafiki huu uendelee, udumu na udumishwe kupitia klabu yetu pendwa ya Simba. Ndugu zangu, mimi katika wilaya yetu ya Musoma tumetengeneza utaratibu na utamaduni wa kwamba kwenye mechi kubwa zote huwa tunakutana sehemu moja, tunaweka big screen kwa kuangalia pale. Na tarehe 13 mwezi ujao nimeambiwa kinapigwa tena ngao ya jamii. Uongo kweli? Tarehe 12, si ndio jamani? Kinapigwa pale ngao ya jamii. Niseme nsiseme? Nilipata taarifa kuna mechi ilifanyika pale Mwanza ya nusu fainali. Kuna timu moja, sitaki niitaje, lakini kimakusudi tu golikipa anakuja na mtu mmoja akapiga kichwa akajifunga. Ile ilikuwa ni mikakati. Natoa za ndani, walikuwa wanajua tukienda fainali kitakachofuata ni nini. Simba mikono juu.
lakini mpira wowote duniani ni lazima kuwe na ushindani. Ikiwa timu kila mwaka inafanya vizuri yenyewe tu, ile ladha ya mpira inakuwa haipo, na ndio maana mimi naipongeza sana timu ya Simba kwa kuleta yale mageuzi, na naamini kwa yale makombe mawili yaliyochukua itakuwa chachu. Ligi ya mwaka huu itakuwa ni ngumu, ya ushindani kuliko ligi ile ya mwaka uliopita. Maana yake na wenzetu wa Yanga na wao wataenda kujipanga, kwa sababu wanajua kabisa ukifanya mchezo yuko pale Libase, yuko Mpanzu, utakimbizwa kweli kweli. Ndugu zangu, mimi naendelea kuwashukuru, naendelea kuwapongeza, lakini natoa rai sasa kwa wadau mbalimbali, wafanya biashara na taasisi nyingine za umma na binafsi, zihakikishe zinatumia fursa za namna hii kuongeza udhamini kwenye matukio mbalimbali ya Simba na matukio ya Yanga na matukio mengine ya maendeleo. Lakini wito wangu na rai yangu kupitia mikusanyiko ya namna hii, basi tuendelee pia kuwa karibu na jamii. Ikipendeza, matukio mengine yajayo, basi tutaweka mikakati kabla ya kukutana kwenye mikutano ya namna hii, basi tufanye mambo ambayo yanagusa jamii. Na wanasimba, naamini kabisa moja ya vitu ambavyo vinavyotuunganisha ni kuendelea kuigusa jamii. Hongereni sana. Mwisho kabisa, katika mkoa wetu wa Mara, jana tulikuwa na tukio ambalo lilifanyika pale Mwanza. Wachezaji wa ligi kuu ambao wana vinasaba na mkoa huu wa Mara, jana walienda Mwanza kucheza mechi ya kirafiki, na nimeambiwa katika mechi ile wametoka 1-1. Leo wachezaji wamerudi, wanafanya maandalizi, na wachezaji wale ambao wako chini ya mwalimu Amani Josia, kesho katika uwanja wetu wa Karume, wale Mwanza na wao wanakanyaga ardhi yetu hapa ya Mara. Ni mechi ya hisani ya kuchangia wenye mahitaji. Kwa hiyo kesho saa 10 kutakuwa na mechi ya kirafiki kati ya wachezaji wa ligi kuu ambao wana vinasaba na mkoa wetu wa Mara, watacheza mechi ya kirafiki na wachezaji wa ligi kuu wa mkoa wa Mwanza. Nitoe rai na niwaombe wana Mara wote, kesho tujitokeze kwa wingi. Nimejuzwa kiingilio itakuwa ni shilingi 2,000 kwa watu wazima na kwa mtoto ni shilingi 1,000, lakini hicho kitakachopatikana kitarudi kwa jamii. Niwaombe wana Simba wote na wananchi wote wa Musoma na mkoa wa Mara tujitokeze kwa wingi, tuwatie shime, lakini tuendelee kuongeza morali na chachu ya kupenda michezo katika mkoa wetu. Mwisho kabisa, ndugu zangu, natambua, nafahamu ya kwamba pamoja tuko hapa mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga, nafahamu tuna shauku na tuna kiu ya kuwa na timu ya mkoa wa Mara. Na hicho ndio kimekuwa kilio chetu. Tulikuwa na timu yetu ya Biashara United, lakini bahati mbaya ndio changamoto zimetokea. Lakini pamoja na tunaunganishwa na Simba na Yanga, ni lazima tuwe na kila sababu ya kuunganishwa na cha kwetu. Sasa ipo kamati iliundwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pamoja na mambo mengine imeendelea kuratibu. Cha kwanza, mmesema
tutakuwa na timu ambayo itakayounganisha wanamara wote, na timu hiyo itakwenda kwa jina la Mara United. Lakini la pili, kwenye ile kamati ambao naona wamo humu wajumbe wa ile kamati, inafanya kazi na jukumu lake kubwa ambalo inayoendelea nalo sasa hivi. Mpira sehemu yoyote ni uchumi, mpira ni pesa. Kwa hiyo jukumu lake ambalo inayoendelea nalo ni kuhakikisha inatafuta wadhamini wa uhakika. Hiyo ndio jukumu inayoendelea nalo sasa hivi. Kwa hiyo mazungumzo yanaendelea na taasisi na wadau mbalimbali, ili watakapopatikana, maana yake wao ndio watakuwa wadhamini namba moja, alafu timu pia, wadau mbalimbali watakuwa wanaongeza nguvu pale ambapo hao wadhamini walipopatikana. Kwa hiyo hiyo ndio jukumu ambalo linaendelea nalo sasa hivi hiyo kamati. Naamini kamati na wanasimba wote tuliokuwemo humu ndani, timu tunayoitaka hiyo ya Mara United si tu ya mpira wa miguu, si tu ya michezo, ni timu ambayo itakayokuja kufungua fursa za kiuchumi na maendeleo wa mkoa wetu wa Mara. Kwa hiyo ndugu zangu, jambo hilo linaendelea na kamati hiyo ipo. Kamati aliunda Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mara. Baada ya hayo, mimi niwashukuruni na wapongezeni na watakieni kila laheri, na ninavyoona sura hizi na bashasha la wanasimba hapa linaniambia kabisa uchaguzi huu mtaumaliza mapema. Uchaguzi huu utaenda kwa utulivu. Uchaguzi huu utakuwa wa mafanikio, na viongozi watakaopatikana watatuvusha kutupeleka kwenye Simba ile ndani ya mkoa tunaoitaka, Simba inayounganisha watu, Simba ya matukio mbalimbali ya kila kukicha, Simba isiyopoa na Simba isiyolala. Kwa sababu sio sifa ya Simba kulalalala. Simba ni king of the jungle, ni mfalme wa nyika, na sifa ya Simba ni kufanya maamuzi yale mazito na anayasimamia. Na leo naamini mnakwenda kufanya maamuzi mazito, mnayasimamia. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Mheshimiwa Rais, Mungu ibariki Simba Sports Club, Mungu abariki wanachama wote waliokuwa humu ndani. Asanteni kwa kusikiliza. Makofi mengi sana kwa mgeni rasmi, makofi mengi sana kwake. Sasa niombe tusimame, wana Simba wote tusimame tafadhali. Hapa tuna makofi ya aina tatu. Tutakuwa na makofi kwa ajili ya mgeni rasmi. Namba moja Tanzania. Asanteni sana kwa makofi hayo. Naombeni. Safi sana hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi na wanachama, tunakwenda kwenye kwa katiba na taratibu za Simba Sports Club. Tunachaguana kila baada ya miaka mitatu, si ndio? Kwamba tuliwachagua watu kupitia taksi mara ile wakatupoteza. Kwa hiyo nikawa tunafikiri kwamba sisi mkoa wa Mara tuwachagua wao katika kipindi cha mwaka huu, wakikosea tunawachapa, hatujaharibika, tunaleta wengine, tunaenda. CCM oyee! Simba!
wekundu wa Mlima.